Jumapili ambayo imepita nilikuwa hapo CPT na nikakutana na mwanadada hapo fulani ambaye alikuwa amependeza macho yangu. Alikuwa tu amekaa katika podium. Wamekaa tu hapo karibu warembo wanafika hata wanaweza fika 200. Na alikuwa amebeba pack. Na macho yangu alipompekesa yule mwanadada pia akakuja akanitazama na tukapendana tukapla pinifu. Kwa sababu moyo ulikuja ukafanya aje? Moyo ulikuja ukapendana na yeye. Akasema kwamba wewe kijana, nimai kuona katika TikTok kama wewe ni nani? Nikasema hapana. Kama umeona mchungaji wa Mwenyezi Mungu, pastor wa wanawake ndio mimi. Akasema ya kwamba, "Che, utakubali niende na wewe katika nyumba yako ili tuweze kula hata kama ni tina?" Nami nikasema hapana, sio mbaya kwa sababu mimi ni pastor, wewe kuja tu tuende katika nyumba yangu, naishi tu hapa katika Roysambu, hapo Mirema. Tuende nikupatia hata kama ni injili ya Jumapili kwa sababu hata ndio nimetoka maombi. Mwanadada akachukua paka yake, nikamuuliza kwamba je, ulikuwa unakaa hapo kama mtu ambaye hujielewi kwa sababu gani? Akasema Jumapili ikifika huwa tunakuja tu alafu tunakaa hapo. Na nikamlipia gari kutoka town Nairobi mpaka Roysambu shilingi yangu 45. Nakumbuka tu vizuri nikituma katika M-Pesa. Plus yangu ikakuja 80 kwa sababu tulikuwa watu wawili. Tukafika katika nyumba kabla pinifu. Na nilikuwa nimepika ukali mahali pale, nikapika nikaongezea mayai mahali pale, nikanunua tena na samaki tukakula tukamaliza. Akasema ya kwamba mimi napendanga kunywa vinywaji. Nikasema hapana, acha nikuletee hata kama ni yogurt, ukuje pia ukunywe. Mwanadada akakula mpaka akashipa. Hata mimi sikuwa nimewahi kunywa yogurt, lakini mara ya kwangu ya kwanza nikajikasa nikakula nikamaliza. Na ilipofika katika saa 8 tukaamua sasa kuenda katika maombi. Ilikuwa wakati ya kusali kwa sababu mimi ni pastor. Nikasema huyu mwanadada wache nifanye aje? Wache nimuombe ndiposa akirudi kwa kasi akuwe sawa. Lakini kabla binifu mwanadada akaniambia kwamba ako katika mwezi. Chama ambalo nilishangaa sana hata karibu ni yake dunia nikalekea mwili ukaisha nguvu. Nikasema kwamba mwanadada unaongea vitu gani mbele yangu kwa mwezi kwa njia gani? Mbona ulikuwa tunachua kwamba ulikuwa unatondoka tamu na unakuja kuniona mimi katika nyumba yangu? Mbona huko niambie ndio ukakuja kunitazama? Aibu gani ambao unataka kuniletea na nimewaste pesa yangu? Nimekutumia shilingi 40 kwa sababu ya gari. Umekuja umekula kwa hii nyumba ukali na vitu vingine na umeniwestia mpaka time hata kufanya maombi mengine. Mwanadada akasema kwamba hapana, sio jambo mbaya. Kuna kisi mtu ambaye anatondoka na tamu. Hiyo ni jambo tu ambalo ni la kawaida. Unaweza tumia kitu ambaye inaitwa kinga. Nikamwambia hapana. Kinga hivi ni vitu vya dunia na ni vitu ambavyo vilitengenezwa na wazungu na vinakuanga na side effect. Unapata kwamba ukitumia kinga pia msolombe inakuja na aanze kuwasha. Kwa hivyo mimi sitaki nijipatie kwa shida nyingine. Akasema kwamba hapana pastor, wewe unaweza endelea tu kwa sababu umefanya aje? Umekaramika. Nikamwambia kwamba mwanadada nisikie na unisikie vizuri. Tamu ya mwisho ambayo niliona ni damu ya Yesu kutondoka katika msalabani. Damu nyingine haifai tukuse. Hiyo damu ndiyo ilikuwa ya mwisho.